Hamjambo, kwa majina naitwa Mwalimu Cheche Erasto Asienga. Leo hii tunaendelea kujifunza juu ya bajeti, na katika bajeti tunaangalia sehemu ya mpango mkakati. Mpango mkakati kwa Kiingereza ama lugha ya Kimombo tunasema kwamba strategic plan. Mpango mkakati. Na kwa ujumbe uliotangulia ama mafunzo uliotangulia tujifunza kwamba huu ni mchakato wa kutambua jinsi shirika litafikia malengo yake, kwa rasilimali gani na nani na lini, na hatari inayotarajiwa ya kasi yake. Tukaona pia huamua ni wapi shirika linalokwenda katika miaka michache ijayo. Inaweza kuwa mwaka 1, 2 ama 3 ama 5 ama 10 ama 20. Jinsi litakavyofika huko na jinsi litakavyojua kama lilifika huko au la. Hiyo ndio uzuri wa kuwa na bajeti, na kusaidia kujua kama utafika huko ama ulifika huko ama la. Kwa hivyo katika mpango wa mkakati, leo hii tunajifunza jinsi ya kukua na mpango wa mkakati katika uhandisi ama katika mpangilio. Mpango wa kati utakuwa nao namna gani katika mpangilio. Na tumeona kwamba mkakati ni seti ya dhana au mawazo. Seti ya dhana au mawazo. Mkakati, wakati unapanga mkakati, ni kitu unakaa unafikiria. Unafikiria mwaka ujao unataka uwe namna gani, miaka 2 zijazo unataka uwe namna gani, miaka 3 zijazo uwe namna gani. Ni wazo, unakuja na wazo. Wakati tunaongea juu ya strategic plan kwa lugha ya Kimombo ama mpango mkakati, tunamaanisha kwamba katika ile kupangilia unakuja na mawazo ama mafikiria. Ungependa kufanya nini ama uwe wapi kwa miaka 2, 3, 5 zijazo. Ungependa kuwa wapi? Ni kufikiria tatizo na kueleza jinsi rasilimali inaweza kutumika kufanikisha mizani. Hiyo ni maana ambayo tunamaanisha. Na inataka wewe mwenyewe ujitolee na uwe na wale ambao watakamilisha kazi hiyo. Nani atakayekamilisha hiyo kazi ya mpango huo ulionao katika bajeti yako? Ungependa nani waisimamie kukamilisha kazi hiyo ama kukamilisha shughuli hizo ambazo umetaja katika bajeti yako? Na kuna mambo kadhaa ambayo tunaangalia wakati tunapoongea juu ya mpango mkakati. Jambo la muhimu sana la kwanza ni kagua maono yako. Dhamira na kauli za thamani, kagua. Jambo la pili, tambua lengo lako. Una lengo gani katika kukamilisha shughuli zako unapopanga bajeti? 3, kuendeleza malengo. Utaendelezaje malengo hayo? Ni mpango gani uko nazo kuendeleza malengo hayo? Baada ya hiyo bajeti utaendeleaje kupanga bajeti nyingine ili uendeleze malengo hayo? Jambo la 4, kuendeleza shughuli ambazo umetaja utaziendeleza namna gani? Jambo la 5, tengeneza maeneo muhimu ya matokeo. Tengeneza maeneo muhimu ya matokeo. Utafanya shughuli hizo wapi? Ni maeneo gani ambayo utashughulika kufanya shughuli hizo? Jambo la 6, tengeneza viashirio, ishara au viashirio, msingi wa ufuatiliaji na thamani. Utapata wapi fedha hizo ambazo unahitaji kwa ajili ya shughuli? Tambua njia za uthibitishaji kwa kuweka rekodi, data, nakala za media. Katika kufanya kazi hiyo, utatambua namna gani kazi hiyo imefanyika. Kwa hivyo lazima uwe na rekodi, uwe na data, na pia uwe na nakala za media. Unaweza nakala katika vyombo vya habari, unaweza nakala katika Facebook, katika
Twitter, katika hizo media zote unaweka nakala katika hiyo. Then jambo lingine, mipango ya utekelezaji. Kuwa na mipango ya utekelezaji, kupanga kazi na bajeti. Uwajibikaji, mapitio, matumizi ya rasilimali. Katika bajeti onyesha jinsi utawajibika. Utawajibika namna gani katika bajeti? Utakuwa wazi namna gani? Watu wengi wanapofanya bajeti ama wanapotengeneza bajeti, wanapopata fedha, hawawi wazi, hawawi na rekodi ya kuonyesha matumizi ya fedha hizo. Ama hawaendi kwa ukaguzi kukagua jinsi ambao wametumia pesa hizo na kuwa na ripoti sahihi ya kuonyesha jinsi wametumia fedha, ili katika ripoti hiyo wakaweze kuwajibika. Watu wengi hawafanyi jambo kama hilo, ndio mara nyingi mashirika nyingi huanguka, makampuni nyingi huanguka kwa sababu ya kutokuwa na rekodi iliyo sahihi na kutokuwa wazi katika mpangilio na matumizi ya fedha. Kwa hivyo inafanya mashirika nyingi zinaanguka ama asiendelei, zinabaki pale pale tu kila wakati. Kwa sababu nini? Hakuna mpangilio mzuri wa fedha na matumizi mzuri ya fedha. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwa na mpango thabiti katika fedha. Wacha tuangalie neno mpango inamaanisha nini. Tunapoongea neno mpango inamaanisha hivi: fafanuo ya wingo wa kifedha wa mradi. Inamaanisha fafanuo wingo wa kifedha wa mradi. Thamini mahitaji na rasilimali zinazohitajika. Wakati tunasema mpango, unathamini ni mahitaji gani na ni rasilimali gani zinahitajika katika kupanga bajeti. Hakikisha uwajibikaji, utafutaji wa mtoza kwa ufadhili, uratiba mzuri, udhibiti wa mradi na kusimamiwa vizuri. Kwa hivyo wakati unapofanya mipango zako, panga mipango, ujue kwamba ufafanue wingu wa kifedha wa mradi ambao unataka kufanya, uthamini mahitaji na rasilimali zinavyohitajikana, na kitu kingine hakikisha unawajibika. Kuna uwajibikaji katika mpango. Kuna uwajibikaji katika mpango. Na pia utafute jinsi ambavyo utapata ufadhili na uratibu mzuri katika mpango wako. Tambua kazi zinazohitajika kufanyia ili kufikia malengo ya mradi. Unapopanga hakikisha kwamba unatambua shughuli ama kazi ambazo zinahitajikana katika kufaulu katika malengo uko nayo. Tengeneza ratiba, kuwa na ratiba, orodha wa shughuli zote ambao ungependa kufanya unapopanga bajeti yako. Kuwa na orodha ya shughuli zote ambao ungependa kufanya. Kalenda ya matokeo na mlolongo au agizo ambao ungependa zikaweze kutendeka katika mipango zako. Jambo lingine, amua rasilimali zinazohitajika kama pesa, usaidizi wa kiufundi, rasilimali za watu, huduma za bure, za bidhaa na vifaa. Kuna vitu zingine unaweza pata huduma bure. Kwa hivyo unahusika na watu kadhaa katika mpangilio ili ukapate huduma hizo. Amua rasilimali zinazohitajikana: pesa, usaidizi wa kiufundi, rasilimali ya watu, huduma za bure za bidhaa na fedha. Gharama ya kila shughuli na utenge kwa msingi ya utumiaji sawia. Matumizi ya muda, nafasi inayokaliwa. Kwa hivyo ni vizuri kujua hizo vitu. Unapoweka katika mpango wako, weka gharama ya kila shughuli, gharama ya kila kazi ambayo itatendeka mahali pale, na utenge kwa msingi wa utumiaji. Itatumika namna gani? Nini itatumika kugharimia kazi hizo ama shughuli hizo? Na iwe kwa sawia. Uonyeshe matumizi ya muda na nafasi inayokaliwa. Nani atakalia hiyo nafasi katika utumizi wa muda huo? Nani ataajibika katika kazi hiyo? Kwa hivyo unapopanga bajeti ama unaweka mkakati, hakikisha kwamba mpango zako ziko sawa ili ukaweza kukamilisha kila ambacho ungetaka kutenda. Mimi ni mwalimu wenyu, Mwalimu Cheche Marasto Asienga. Nashukuru sana kunisikiza na tuendelee kufanya kazi pamoja.
Asanteni.